Je, hujambo? Hiki ni kipindi cha Neno na ninaamini ulishakitambua kwa kitambulisho hicho. Sasa tumsikilize mchungaji Geoffrey Wanjala Munielo ambaye atatubariki na neno la Mungu. Mungu akubariki mpendwa kwa kuchagua kutumia muda wako huu kusikia neno lake kwenye kipindi hiki cha Neno. Mimi ni mwenyeji wako dada Pamela Omodo. Mchungaji Geoffrey Wanjala Munielo yuko tayari kutufunza kutoka kwenye sura ya 23 na 24 ya kitabu hiki cha Kumbukumbu la Torati. Ila kwanza barikiwa na wimbo huu. Yesu ni Bwana, Yesu ni Bwana, Yesu ni Bwana, haleluya. Yesu ni Bwana, yeye ni Bwana wa Bwana. Yesu ni Bwana kwa sababu yeye ni Mungu. Yesu ni Bwana kwa sababu alishinda vita. Yesu ni Bwana kwa sababu alishinda kifo. Yesu ni Bwana kwa sababu alifufuka. Yesu ni Bwana, yeye ni Bwana. Yesu ni Bwana, yeye ni Bwana wa mabwana. Yesu ni Bwana, Yesu ni Bwana, haleluya. Yesu ni Bwana. Yesu ni Bwana kwa sababu hatarudi tena. Yesu ni Bwana kwa sababu ameniokoa. Yesu ni Bwana kwa sababu amenilinda. Yesu ni Bwana kwa sababu amenidumisha. Yesu ni Bwana, yeye ni Bwana. Yesu ni Bwana, yeye ni Bwana wa mabwana. Yesu ni Bwana. Yesu ni Bwana kwa sababu ameniumba. Yesu ni Bwana kwa sababu amenijua. Yesu ni Bwana kwa sababu amenibariki. Yesu ni Bwana kwa sababu ameniponya. Yesu ni Bwana, yeye ni Bwana. Yesu ni Bwana, yeye ni Bwana wa mabwana. Yesu ni Bwana. Yesu ni Bwana, haleluya. Yesu ni Bwana, Bwana wa Bwana. Yesu ni Bwana kwa sababu amenijaza. Yesu ni Bwana kwa sababu amenitakasa. Yesu ni Bwana nisafisha na damu yake. Yesu ni Bwana jana leo hata milele. Yesu ni Bwana, yeye ni Bwana.
Hujambo rafiki msikilizaji, nalibariki jina la Bwana kwa wema wake na baraka zake ambazo ametukirimia leo hii ili tujifunze neno lake. Naamini kwamba ulikuwa ukitazamia wakati huu ili upokee kutoka kwake Mwenyezi Mungu. Basi karibu kwenye mafundisho yetu yaliyoko kwenye sura ya 23 na 24 ya kitabu hiki cha Kumbukumbu la Torati. Sura ya 23, mada kuu yahusu ulimwengu, mwili na shetani. Sura hii yaendeleza taratibu kwa taifa hilo kuhusu maisha ya kawaida katika jamii na uhusiano wa binafsi. Ulimwengu, mwili na shetani ni mambo matatu ambayo muumini hupigana nayo kila wakati. Lugha ya Mungu kwenye Biblia, ndugu yangu, ni wazi kabisa tena ya kueleweka. Mara nyingi huwa kwamba neno la Mungu linaponena kwa uwazi kuhusu jambo lolote, wengi hujaribu kulikwepa. Ni muhimu kwetu kuyasoma maandiko kama yalivyo, kwa kuwa kuna funzo la kiroho kwetu, tusije tukapitwa na hilo ambalo Mungu ataka tulifahamu. Neno kwenye aya ya kwanza lasema hivi: aliyejeruhika konde au aliye katika tupu yake, asiingie mtu huyo katika mkutano wa Bwana. Ndugu yangu, amri hii ni ya kipekee. Je, Mungu atufunza nini kwenye sehemu hii ya maandiko? Naamini kwamba andiko hili lalenga hali ya mtu kujitesa kwa lolote lile, hasa kwa habari ya dini. Karne nyingi zilizopita, baada ya kuuona uharibifu na kuzorota kwa utu miongoni mwa watu, baadhi ya waumini walijifanyia sehemu zao za kukaa na kujitenga na watu wengine. Hatuwezi kuwalaumu kwa hilo walilotenda wakati huo. Sasa hivi kuna pia hali ya watu kuishi kana kwamba wamejitenga. Hawa ndio huonekana kuwa ni watakatifu sana na hushtuka mara wanapolisikia lolote lile la kiulimwengu. Ila nasikitika kuwa wengi wao huwa ni wanafiki. Lolote linalohusu kujinyima mambo ya kimsingi maishani ni kati ya yale yanayomchukiza Bwana. Rafiki, lolote utendalo ni vyema kuchunguza iwapo li katika mfano wa hili tunalolisoma kwenye sehemu hii ya maandiko. Tunapogeukia aya ya pili, neno laendelea kutuambia hivi: mwana wa haramu asiingie katika mkutano wa Bwana, hata kizazi cha 10 asiingie aliye wake katika mkutano wa Bwana. Maneno haya ya Bwana bila shaka ni mazito kabisa. Mwana wa haramu hakuruhusiwa kuingia katika mkutano wa Bwana. Je, hili lina maana ya nini kwetu leo hii? Hii ina maana kwamba ni lazima kuzaliwa mara ya pili ili uingie katika mkutano wa Bwana. Kuna wengi wanaosema kuwa wao ni watoto wa Mungu, ila wao ni wana wa haramu. Ni rahisi mtu kuwa katika dini na asiwe mtoto wa Mungu. Nikodemo, yule Farisayo, mkuu wa kidini na kiongozi wa watu, mtu aliyevalia vile vishada, alikuwa haramu. Hili nalisema kwa msingi wa neno la Kristo kwake, kwamba ni lazima azaliwe mara ya pili iwapo ataingia katika ufalme wa Mungu. Hayo ni yale yaliyoko kwenye sura ya 3 mstari wa 3 kwenye Injili ya Yohana Mtakatifu. Ubatizo na mengi ya kidini unayoweza kuwa umetenda hayana msingi wa kukufanya uwe mtoto wa Mungu. Mungu amesema wazi kwamba mwana wa haramu hawezi kuingia katika mkutano wake, yani mtu asiye na imani katika Kristo hana chake kwa habari ya kuuona huo ufalme ambao wengi watamani kuuingia. Watakaoingia wote ni watoto halali wa Mungu, wale waliozaliwa mara ya pili kwa damu ya Yesu Kristo. Hapa msikilizaji, kuna swali ambalo lajitokeza, nalo ni nzuri sana kujiuliza. Je, umezaliwa mara ya pili? Wamjua Kristo kama Bwana na Mwokozi wako? Neno lasema hivi kwenye mstari wa 12 na 13 katika sura ya kwanza ya kitabu cha Injili ya Yohana: bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika kuwa watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake, waliozaliwa si kwa mapenzi ya mwili, wala si kwa mapenzi ya mtu, bali kwa Mungu. Je, kati ya hao walio watoto halali wa Mungu, au wewe ni haramu? Ni vyema ujiulize swali hili na kuchukua hatua inayokufaa ili upate kuhesabiwa miongoni mwa watoto halisi wa Mungu. Aya ya 3 na hiyo ya 4 zatuambia hivi: Mwamoni wala Mmoabi wasiingie katika mkutano wa Bwana, wala hata kizazi cha 10 mtu wao asiingie katika mkutano wa Bwana milele. Kwa sababu hapo mlipotoka Misri hawakuwa laki na chakula wala maji njiani, na kwa kuwa walimwajiri juu yako Balaamu mwana wa Beori kutoka Pethori iliyo Mesopotamia aje akuapize. Wale wajuzi wa mambo ya kale, ndugu msikilizaji, wasema kuwa Wamoabi na Waamoni walifanya ibada kwa miungu kuliko mataifa mengine.
Kwa Mungu kunena kuwa watu hawa wasiingie katika mkutano wa Bwana, ina maana kwamba imani ya uongo haikuruhusiwa hata kidogo. Je, imani ya uongo yaweza kujulikana vipi? Waweza kujua dini au imani ya uongo kwa matunda yake. Ushahidi wa kutowapokea kama hao katika mkutano wa Mungu ni hii: hawakutoka kuwapokea wana wa Israeli walipotoka Misri kwa maji na mkate. Badala yake walimkodi huyo Balaamu ili awaapize wana wa Israeli au awafanye wajikwae katika maagizo yake Mungu. Kisha aya ya 5 na 6 zatuambia hivi: lakini Bwana Mungu wako hakukubali kumsikiza huyo Balaamu. Bwana Mungu wako aliyageuza yale maapizo kuwa ni baraka, kwa vile alivyokupenda Bwana Mungu wako. Usitafute amani wala heri yao siku zako zote milele. Hapa twaona maneno magumu na mazito yanayotoka kinywani mwake Bwana kwa habari ya wale Waamoni na Wamoabi. Zaidi, hii ilikuwa onyo kwao wasihusike hata kidogo na imani hizo za uongo. Imani za uongo chimbuko lake li katika Shetani. Ibilisi haruhusiwi kuingia katika mkutano wa Bwana. Ni lazima basi mtoto wa Mungu awe na tahadhari kuhusu imani kama zile. Halafu aya ya 7 yasema hivi: usimchukie Mwedomi kwa kuwa ni ndugu yako, usimchukie Mmisri kwa kuwa ulikuwa mgeni katika nchi yake. Huyu aitwaye Mwedomi ndiye Esau. Hayo wayapata kwenye kitabu cha Mwanzo, kwa kuwa hapo ndipo twafahamishwa kuwa Edomu ndiyo Esau, naye alikuwa pacha na nduguye Yakobo. Kwa hivyo Mungu awaambia wasiwachukie Waedomi kwa kuwa ni ndugu zao. Kwa muumini, Esau aakilisha asili ya kale au mwili. Twaweza kujaribu kuuchukia mwili, kuukanyaga, kuunidhamisha, lakini hakuna jema litakaloweza kutokea. Haitufai kuuchukia mwili au kujitolea kwa tamaa zake. Asili ya kale haifai kututawala. Mwili au asili ya kale daima kinyume chake Mungu na maadili yake, nayo kwa kuwa ni sehemu moja nasi, kuuchukia hakuleti faida yoyote ile. Lile ambalo wahitaji kufanya ni hilo ambalo Mtume Paulo atuhimiza kwalo unaposoma kwenye kitabu cha Warumi sura ya 6 hadi ile sura ya 8. Unaposoma kwenye sehemu hiyo ya maandiko utaelewa jinsi wahitaji kuishi kwa kumpendeza Mungu katika mwili huu ulio nao. Watu hawa pia waliagizwa wasiwachukie wa Misri kwa kuwa walikaa katika nchi yake. Misri katika maandiko yaakilisha ulimwengu. Tuambiwa kwamba msiipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia. Mtu akiipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yake. Hayo wayapata kwenye waraka wa kwanza wa Yohana mstari wa 15 sura yake ya 2. Kwa maandiko kutunenea hivyo haina maana kwamba vitu vya kawaida hatutavihitaji, bali ni hali ile ya kutofuatisha namna ya ulimwengu huu. Wewe nami ni wapita njia hapa ulimwenguni, sisi ni wageni. Jinsi ufahamuvyo, wana wa Israeli hawakuambiwa wapande maua jangwani. Sisi nasi hatujaambiwa kuungana na mifumo ya kuboresha au kunyosha yaliyokombwa hapa ulimwenguni. Letu ni kulihubiri neno la uzima kwa kila apokeaye na kutenda hayo ambayo yatufaa katika nyadhifa zetu mbalimbali kama watoto wa Mungu. Kuanzia aya ya 9, msikilizaji, neno la Mungu lanena kuhusu usafi. Usafi huo ulihitajika daima hata walipopiga kambi yao. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 9 hadi 13: utakapotoka kwenda juu ya adui zako, nawe katika marago, jilinde na kila neno baya. Akiwa kwenu mtu awaye yote asiyekuwa ni tohara kwa ajili yaliyomtukia usiku, na atoke nje ya kituo, wala asiingie ndani ya kituo. Lakini na iwe ikaribiapo jioni, yeye ataoga maji, na jua likiisha kuchwa ataingia ndani ya kituo. Tena uwe na mahali nje ya kituo kwa kutokea nje. Nawe uwe na jembe dogo katika silaha zako, napo uotamapo nje uchimbe kwa lile jembe na kugeuka na kukifunika kikutokacho. Ndugu mpendwa, Mungu ataka tuishi kwenye sehemu iliyo safi. Popote injili ya Kristo imefika, usafi na uboreshaji wa maisha ya watu uliingia. Leo hii twasikia sana habari ya uchafuzi wa hewa na mazingira. Lakini ni nani aliyechafua mazingira na hewa? Bila shaka si Mungu. Mungu alitupa maji masafi, hewa safi, kila kitu kilikuwa sawa kabisa. Mwanadamu mwenye dhambi ndiye amechafua na aendelea kuchafua hata sasa hivi. Iwapo wanadamu wangelifuata maagizo na taratibu alizoagiza Bwana Mungu, basi dunia ingelikuwa safi. Aya ya 14 yasema hivi:
Kwa kuwa Bwana Mungu wako yuatembea katika kituo akuokoe na kukutolea adui zako mbele yako. Kwa hiyo na kiwe kitakatifu kituo chako, asije akaona kitu kwako kisichokuwa safi, akageuka na kukuacha. Ndugu yangu, kulingana na maandiko haya, Mungu apenda usafi. Wengi wamesema kwamba usafi huja baada ya uungu, lakini kweli ndiyo hii, usafi ni sehemu ya uungu. Mungu ataka tuwe safi katika miili yetu, kuwa pia na mazingira safi, mawazo safi na matendo safi. Ni lazima kuwa watakatifu katika ulimwengu huu kama watoto wake, maana twamwakilisha yeye. Aya ya 17 na 18 zaendelea kutuambia yafuatayo: pasiwe na kahaba katika binti za Israeli, wala pasiwe na hanithi katika wana wa Israeli wanaume. Neno la Mungu kwa watu wake ni kwamba pasiwepo na kahaba kati yao au hanithi, naye ndiye msenge miongoni mwao. Kwa lugha nyingine, neno lasema hivi kwamba hawezi kupokea hilo lililo chafu au lenye kupotosha. Msikilizaji wangu, napenda kusema hivi kwamba shirika lolote la Kikristo halifai kupokea msaada kutoka kwa kiwanda au biashara ijulikanayo kuwa si halali au mapato yake yatokana na uchafu wa namna yoyote. Kuna biashara nyingi ambazo utafuta kukubalika kwa kutoa au kusaidia umma kwa njia moja au nyingine. Hilo najua kwamba ni jambo unalolifahamu. Tunapoendelea kwenye sura hii ya 23, neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 19 na 20: usimkopeshe ndugu yako kwa riba, riba ya fedha, riba ya vyakula, riba ya kitu chochote kikopeshwacho kwa riba. Mgeni waweza kumkopesha kwa riba, ila usimkopeshe ndugu yako kwa riba, ili Bwana Mungu wako apate kukubarikia katika yote utiayo mkono wako katika nchi uingiayo kuimiliki. Sehemu hii ya maandiko, Mungu asisitiza kwamba ni lazima kumshughulikia nduguyo aliye katika shida yoyote ile. Iwapo utamkopesha fedha, basi haufai kufanya hivyo kwa riba. Msaidie nduguyo. Naamini kwamba muumini afaa kufanya hivyo kwa nduguye, maana riba humfanya huyo aliyekopa kuendelea kuwa mfungwa kwa madeni, jambo lisilopendeza hata kidogo. Neno la Mungu kwenye aya ya 21 na 22 latuambia haya: utakapoweka nadhiri kwa Bwana Mungu wako, usiwe mlegevu katika kuiondoa, kwa kuwa Bwana Mungu wako hataacha kuitaka kwako, nayo hivi itakuwa dhambi kwako. Lakini ukijizuia usiweke nadhiri, haitakuwa dhambi kwako. Nadhiri, rafiki yangu, ilikuwa jambo la hiari. Hakuna aliyeshinikizwa aweke nadhiri, na iwapo mmoja angelifanya hivyo, basi alihitaji kuiondoa au kutekeleza hilo alilotoa nadhiri kwalo. Na kwa kumalizia sura hii ya 23, neno lasema hivi kwenye aya ya 24 na 25: uingiapo katika shamba la mizabibu la jirani yako, utaweza kula zabibu za kukushibisha kama upendavyo, ila usitie katika chombo chako. Uingiapo katika mmea wa jirani yako, waweza kuyapura masuke kwa mkono wako, ila usisongeze mundu katika mmea wa jirani yako. Hili tulisomalo hapa, ndugu msikilizaji, ndilo wanafunzi wa Bwana walitenda walipohisi njaa. Kama ilivyo kwenye kitabu hiki cha Kumbukumbu la Torati, walilofanya haikuwa kuvunja sheria yoyote, maana Mungu alitaka wakulima wawe wakarimu. Baada ya kuona hayo, twageukia sura ya 24, nayo yazingatia talaka. Kama vile nilikuwa nimetajia, sehemu hii ya maandiko yashughulikia uhusiano baina ya watu hawa wa Mungu. Je, ni yapi tutakayojifunza hapa? Hebu tugeukie aya ya 1 hadi 4, tusikie hilo ambalo neno la Mungu lasema. Neno lasema hivi: mtu akiisha kutoa mke kwa kumuoa, asipopata kibali machoni mwake, kwa kuwa ameona neno ovu kwake, na amwandikie hati ya kumwacha, akamtilie mkononi mwake na kumtoa katika nyumba yake. Naye akisha kuondoka katika nyumba yake, anaruhusa kwenda akawa mtu wa mwingine. Na huyo mumewe wa sasa akimchukia na kumwandikia hati ya kumwacha na kumpa mkononi mwake na kumtoa katika nyumba yake, au akifa yeye mumewe wa sasa aliyemtoa kuwa mkewe, yule wa kwanza aliyemwacha asimtwae kuwa mkewe tena, akiisha kutiwa unajisi. Kwa kuwa haya ni machukizo mbele za Bwana. Kwa hiyo usiitie dhambini nchi akupayo Bwana Mungu wako iwe urithi. Rafiki msikilizaji, waweza kushangaa kwa nini kuoa kwa mara nyingine ilikuwa kwenye msingi huu. Sababu ni kwamba Mungu hakutaka kuwepo na hali ya kubadilishana wake. Hili ni rahisi kutufanya kufikiri kuwa hali hii yafanya talaka kuwa rahisi sana. Je,
Kwa nini Mungu aliruhusu talaka miongoni mwa watu hawa? Yesu alijibu swali hili kama vile ilivyo kwenye kitabu cha Injili ya Mathayo sura ya 19 mstari wa 7 hadi 9. Neno lasema hivi kwenye sehemu hiyo: wakamwambia, jinsi gani Musa aliamuru kumpa hati talaka na kumwacha? Akawaambia, Musa kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu aliwapa ruhusa kuacha wake zenu, lakini tangu mwanzo haikuwa hivi. Nami nawaambia ninyi, kila mtu atakayemwacha mkewe, isipokuwa ni kwa sababu ya uasherati, akaoa mwingine, azini; naye amwoaye yule aliyeachwa azini. Kutokuwa mwaminifu katika ndoa, ndugu msikilizaji, yaonekana kuwa ndio msingi wa pekee wa talaka. Kile kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ile ya 7 chatuonyesha sababu nyingine inayoweza kuwa msingi wa talaka. Waweza kusoma sura hiyo upate kufahamu hilo ni kwambialo sasa. Yesu alisema kwamba Musa aliwaruhusu watu wale kutalaki wake zao kwa sababu mioyo yao ilikuwa migumu. Kuna mambo mengi, msikilizaji, ambayo Mungu ayaruhusu hasa kwa ajili ya mioyo yetu migumu. Hivyo ndivyo ilivyo kwa habari ya talaka, katika nyumba zetu, maishani mwetu na kadhalika. Mungu wetu ni mwingi wa rehema na ni mwenye neema nyingi kwetu, ndiposa kuna hayo anayoruhusu katika maisha yetu yasiyo mapenzi yake. Kwa njia hiyo ndivyo twaiona neema yake kwetu. Ufahamu wa hili lafaa kutusaidia kukua kiroho na pia kutafuta kuyatenda mapenzi ya Mungu kadri ya uwezo wetu. Hili latusaidia pia kutowalaumu wenzetu kuhusu mambo tusiyoyafahamu kwa kina. Hebu tuendelee tuone hilo lililoko kwenye aya ya 5. Neno la Mungu lasema hivi: mtu atoapo mke mpya asiende vitani pamoja na jeshi, wala asipewe shughuli juu yake yoyote, akae faraga mwaka mmoja nyumbani mwake, apate mfurahisha mkewe aliyemtwaa. Mungu alijali unyumba, msikilizaji, hata wakati wa vita, na pia aheshimu nadhiri ya ndoa. Hili ndilo twajifunza toka kwenye aya hii. Kisha kwenye aya ya 7 neno laendelea kutuambia hivi: mtu akionekana anamwiba nduguze mmojawapo katika wana wa Israeli, akamfanya kama mtumwa au kumuuza, na ave mwivi huyo, ndivyo utakavyoondoa uovu katikati yako. Kulingana na aya hii, ni wazi kwamba utumwa, ndugu msikilizaji, ni jambo lisilokubalika kwake Bwana Mungu hata kidogo. Kisha neno la Mungu lamalizia sura hii ya 24 kwa maneno yafuatayo kwenye aya ya 20 hadi 22. Hebu sikiliza: utakapochuma matunda ya mizeituni yako, usirudi kuchuma mara ya pili; yaliyobaki apewe mgeni na yatima na mjane. Uchumapo zabibu katika shamba lako la mizabibu, usichume mara ya pili; zilizobaki apewe mgeni na yatima na mjane. Nawe kumbuka ya kuwa ulikuwa mtumwa katika nchi ya Misri, kwa hiyo na kuamuru kutenda neno hili. Kwa maagizo haya, lile ambalo lajitokeza ni kwamba Mungu aliwalinda walio dhaifu katika taifa. Mungu aliwapa taratibu nzuri ifanyayo kazi ya kuondosha umaskini miongoni mwao. Hili tutaliona hasa tutakapofikia kile kitabu cha Ruthu. Mpendwa, yote tuliyosoma yatufahamisha kuwa Mungu aliwatakia mema watu wake kwa kuwapa sheria zile. Nawe ili ubarikiwe na kupokea mema kutoka kwake, zishike amri hizi kama Kristo alivyokuamuru. Kwa kufanya hivyo, utadhihirisha pendo lako kwake. Na kwa hayo Mungu akubariki tunapoomba pamoja. Na tuombe. Mfalme wa wafalme na Mungu wa miungu, twaja kwako tena wakati huu tukilibariki jina lako na kukuinua, maana wewe ndiwe Mungu juu ya miungu yote. Wewe ndiwe Bwana, wala hakuna Bwana kama wewe. Umejifunua kwetu kutokana na maandiko haya ambayo tumejifunza leo hii, nasi tuomba ya kwamba yote tuliyojifunza utatusaidia kuyakumbuka na kuyatenda, ili tuwe watu wako, watu watakatifu, wateule ambao umewachagua toka katika dunia hii. Tusaidie tusifuatishe namna ya dunia hii, bali tuishi kulingana na maagizo haya, maana hayo ndiyo mapenzi yako kwa ajili ya kila mmoja wetu. Namwombea ndugu yangu msikilizaji ya kuwa haya ambayo amejifunza atazidi kusoma maandiko ili apate kujua yote yanayompasa, unapoendelea kumfunulia kwa uwezo wa Roho wako Mtakatifu, aliye mwalimu wetu anayetuongoza katika kweli yote. Asante Bwana, maana najua kwamba haya utayatenda, kwa kuwa tumeyaomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Rafiki, Mungu wa neema ametufunulia yanayotupasa kujua na kufahamu, hasa kwa mfano wa haya ambayo aliwaagiza wana wa Israeli.
Najua kwamba unapomtegemea utatenda hayo yaliyokugusa, maana hiyo ndiyo sababu ya mafundisho haya. Lingine ni kwamba tangulia kusoma maandiko yaliyoko mbele ya sura hizi ili uenende hatua pamoja nami ninapofundisha kwenye kipindi kijacho. Kama vile umefahamu, sijasoma maandiko yote kwa sababu muda hauwezi kuturuhusu. Naamini kwamba utafanya hivyo kusudi upokee baraka marudufu. Neema yake Bwana wetu Yesu Kristo iwe nawe hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho. Mimi ni mchungaji wako Jofre Wanjala Munialo, na neno litaendelea. Ni tumaini langu kuwa Mungu amekunenea kwa njia ipasavyo, nawe umebarikiwa. Kutokana na barua yako tumefahamu jinsi kipindi hiki kimeleta mabadiliko maishani mwako, ndiposa tunafanya kila jitihada kuhakikisha umefikiwa na neno la Mungu kwa njia ipasavyo. Ndiyo msikilizaji wangu, neno ni lazima liendelee. Kwa hivyo, hebu tuandikie utueleze jinsi hili neno la Bwana linakubariki. Anwani yetu ndiyo hii: Transworld Radio Burundi, Rohero, barabara la Jierer namba 27, Bujumbura, Burundi. WhatsApp, SMS na kupiga simu ni kwenye namba 71 650 650. Email twrburundi@gmail.com. YouTube, Facebook na Twitter TWR Burundi.